tunaye kijana, jamani, mkiangalia anafanana na nani? Yefta. Anafanana sawa. Anafanana na Yefta. Amen. Kwa washirika wa hapa anafanana na nani? Sasa je. Haya, haja jitambulishe, aseme kweli ni Kadu au mtu mwingine. Karibu sana utusalimie. Jamani, makofi na vigelegele kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Amos Mwagalazi Kutogwa Kalunduguru. Nimeokoka na nimeoa mke mmoja na Mungu amenibariki na watoto 3. Amen. Barikiwe sana. Nimefurahi kukuona. Vijana wetu hawa ni ndugu yake na mume wa Shemasi Ana. Amen. Tuna Shemasi wetu hapa. Kwa hiyo ni mume wa Shemasi wetu, Shemasi Ana. Mume mkubwa. Si ndio? Huyu ni mume mkubwa. Kwa hiyo tumefurahi sana kuwaona. Tumefurahi kukupokea pia katika nyumba hii. Nafikiri tangu uzaliwe ndio umekanyaga hapa kwa mara ya kwanza. Sasa Yesu alisema, Yohana alisema sistahili kushika hata gidamu za miguu yake, za viatu vyake. Ni muombe mtumishi wa Mungu, wakati sisi tunaweka mikono pamoja tukimkaribisha, yeye ndiye atakayejitambulisha. Haleluya. Niliwaambia ni marehemu aliyefufuka. Ni marehemu aliyefufuka. Sasa nimlete kwa heshima na taadhima kabisa, ili aweze kusema na kanisa na kusalimia kanisa. Karibu na Mungu akubariki sana. Haleluya. Ninawasalimia katika jina la Yesu. Kwa kweli ukiwa na furaha unaweza, yani sisema unaweza kukosea au ukapatia. Kwa kweli mimi nafurahi ajabu leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaweza ukafika hapa badala ya kuhubiri yaani ukafurahi tu. Yaani ukaanza kucheka, sasa utakosea hata kile ambacho nikuleta hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli kwa neema ya Mungu amenifikisha hapa kwenye madhabahu hii kwa ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao tumezaliwa kiota kimoja. Unajua lazima tufahamiane. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wale wachezaji wa mpira wale wanacheza miaka fulani, enzi fulani, wanakumbukana kwamba huyu miaka muongo fulani ndiye anacheza mpira au alikuwa anafanyaje, wanafahamiana. Sasa huyu tumekuwa naye kwenye muongo mmoja wa miaka ya 90 kitu na 2000 kwenye uwanja wa Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukienda kuhubiri pamoja na akiwa anafika kwetu pia. Yaani kipindi hicho sisi ndio tumefanyaje? Ndio tumeitwa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ni ndugu yangu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipofika hapa nikauza, jamani Tusa yuko wapi? Nilikuwa shauku yangu nimuone. Nimemuona. Mtumishi wa Mungu ametubariki sana. Uko na sehemu mbalimbali tumekuwa tukifanya kazi. Kwa kweli niseme nashukuru sana watumishi wa Mungu wa kuona kwamba na mimi leo nifike hapa niwasalimie. Ilikuwa niondoke asubuhi, lakini nikasema kwa ajili ya neno la huyu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana. Amesema mimi ni mkubwa, yeye ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mkubwa zaidi yangu. Kwa kweli nashindwa nianze wapi na malizie wapi, lakini majina yangu ni yale yale. Silvanus Fakumua kale.
Nashukuru Mungu kwa nimefika humu, nimekutana na watu ambao wananifahamu kabisa, huyo tunatoka sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sina mashaka, ni mume wa mke mmoja na watoto 6 na wajukuu 2. Nimeshapata wajukuu, sijui wewe bado, basi hakuna shida, tutawapata tu. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo nataka tushare kidogo neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niseme mimi nimepewa neema au karama ya kufundisha, na wakati nimepewa taarifa hii niliomba Mungu unipe neno. Sasa Mungu akanipa neno. Sasa waimbaji kuja kuimba hapa, sasa wakataka kulimaliza, nikasema sasa mimi sinikae tu, mbona mmehubiri lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu ni yule, na neno la Mungu ni jipya kila wakati na kila siku, nitapita humo. Najua hutakosa hata kitu kimoja au viwili vya kuweza kujifunza, ambao vizuri vikakutoa mahali kama vile waimbaji ambao wamenitoa mahali kwenda mahali pengine kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nifundishe. Haleluya. Nataka nifundishe juu ya kazi. Sema kazi. Sema kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Waimbaji wametufundisha juu ya habari ya kazi, kwamba kila moja ni chombo katika nyumba ya Mungu. Na mimi naanzia hapo. Ndilo neno la Mungu ambalo wamenipa kwa siku ya leo. Ngoja nimshukuru Mungu. Baba wa utukufu, Mungu wa milele, mfalme wa amani, Mungu mkuu mwenye enzi na mamlaka, ninakushukuru tena kwa sababu ya neema yako ya ajabu. Umenileta hapa katika madhabahu hii, madhabahu yako Bwana, mahali ambapo umeliweka jina lako, mahali ambapo Bwana neno lako Bwana linatoka kuja kuhudumia Bwana watoto wako. Ninakusihi sasa Bwana, katika jina la Yesu, unisaidie, unipe hekima, unipe maarifa, unipe ufahamu. Roho Mtakatifu akawe mwalimu mkuu na msaidizi wangu na kiongozi katika kufundisha. Baba, nakusihi katika jina la Yesu pamoja nami. Usiniache Mungu wangu, usiniache Mwokozi wangu, unitie nguvu. Baba, nasema asante katika jina la Yesu. Amen. Nina furaha mpaka nashinda na kuhubiri. Ngoja nijaribishe. Sema amen. Amen. Somo letu linahusu habari ya kazi. Sema amen. Amen. Kazi ndiyo ambayo inampa utambulisho mtu. Sema amen. Yaani hata kama ukitaja jina lako, Bwana Yesu asifiwe sana, ukitaja jina lako kwamba mimi ni Silvanus Fakumua, sema amen. Yaani anwani yako bado haijakamilika bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado baadaye tu wataangalia huyu Silvanus Fakumua, haleluya, ana kazi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zanguni, ningekuwa nayo mengi sana ya kusema, lakini nataka niyakatekate kidogo. Wote hapa tuliitwa, kila mmoja aliitwa. Siku moja Bwana Yesu akatembea, akapita sehemu moja katika njia, akapita sehemu moja ambapo kulikuwa na soko, akakuta watu wamekaa pale tangu asubuhi wamekaa. Yesu akawauliza, mbona mmeketi hapa, mnafanya kazi gani? Wakasema, Bwana, hatuna kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna kazi. Yesu akawaita, akaanza kuajiri. Mmoja akamwajiri asubuhi, mwingine akamwajiri mchana, mwingine akamwajiri ili alasiri saa 8 saa 9, mwingine saa 12 kabisa jioni, saa 11 kwenda saa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya muda akawaita wote kuja kwake, akaanza kuwalipa kila mtu senti
moja. Sio ilikuwa senti moja? Wewe utasoma pale utaona tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawalipa sawa sawa kila mmoja. Akawalipa kiwango kila mmoja. Baada ya kuwa amewalipa, mmoja wapo alilalamika. Kama mimi nimeanza asubuhi, na wengine wakalalamika mimi nimeanza mchana, wengine wakalalamika mimi nimeanza alfajiri, si saa ngapi, nimeanza muda ule ambao unazungumza wewe mwenyewe kwamba tuanze kazi. Wakalalamika, mbona anawiwa saa 11:30 umempatia sawa sawa na sisi tulianza mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Majibu yake yalikuwa ni rahisi tu. Akasema, una moyo gani? Mbona wewe una nani? Hii si ni mali yangu, natoa kama ninavyotaka. Lakini kiuhalisia si kwamba, Bwana Yesu asifiwe sana, alipokuwa anatoa, alitoa kulingana na kazi ya mtu. Sema amen. Kulingana na viwango vya kazi ya mtu. Yule aliyeingia, ingawaje aliingia saa 11:30, alifanya vizuri sana na kwa ubora sana na kwa kuokoa wakati sana. Na kuna wengine walioanza asubuhi walikuwa nafanya kwa mazoea au kwa taratibu za kuzoea tu, maadamu nimezoea kuimba, maadamu nimezoea kuomba, maadamu nimezoea kutumika, maadamu nimezoea kufanya. Yeye akalipa. Yule waliofanya ile saa 10 mpaka saa 11 wakafanya vizuri zaidi. Na sisi tunatakiwa tufanye vizuri sana, ili siku ya malipo tuweze kulipwa vizuri. Makofi na vigelegele kwa Yesu Kristo aliye hai. Aliwaita wote kama vile mimi na wewe tumeitwa, kila mmoja kwa sehemu yake ameitwa. Kila mmoja ameitwa. Hapa tuko wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaita katika kazi yake. Kila mmoja hapa nayo kazi ambayo Mungu amempa. Unapaswa usimame. Katika kitabu cha Yohana sura ile ya 9 na mstari ule wa 4, Biblia inasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyetupeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema imetupasa kuzifanya kazi zake maadamu ni mchana, maana usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Kila mmoja anapaswa kufanya kazi, asimame kwa nafasi yake ambayo Mungu amemuita ili aweze kusimama. Unajua kuna raha ya kanisa kujua kujipanga. Ikiwa timu fulani, mimi sio mshabiki wa timu yoyote ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Wanasikia timu zinajipanga. Niwe kufundisha somo la uongozi, kufanya kazi kwa timu, kama wachezaji wanaojipanga kwa timu. Kila mmoja kwa nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja kwa nafasi yake. Ndio maana inawafanya kufaulu mpaka kufika hatua ya kushinda, ya kupata ushindi. So kila mmoja amesimama kwa nafasi yake kulingana na namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu kile, ishike tu hili neno, utaelewa vizuri tu. Roho Mtakatifu atakusaidia, atanisaidia niweze kufundisha vilivyo, hata kama ni kwa ufupi, lakini utaelewa tu. Katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 12 na mstari ule wa 1, inasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaenda haraka kulingana na muda. Mstari ule wa 6 anasema, kabla haijakaribia, kabla haijakatika kamba ya fedha au kuvunjwa bakuli la dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Au mtungi kuvunjika kisimani, au gurudumu kuvunjika birikani. Naomba unisikie kwa makini. Unapaswa kufanya kazi. Tufanye kazi. Kila mmoja hapa ameitwa kwa namna ya kipekee. Kila mmoja aliyeko hapa kuna namna ambavyo Mungu amemuita, na ninaomba wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe binti, kila mmoja kwa nafasi yake. Unahitaji uweze kufahamu ya kwamba ripo
kanisa mahali hapa, yuko Mungu mahali hapa, anayestahili kuabudiwa, anayestahili kutukuzwa, anayestahili kuinuliwa, anayestahili kuhimiliwa. Kama kanisa likijipanga, kila mmoja akasimama, mchungaji akasimama kwa nafasi yake, mama mchungaji kwa nafasi yake, waimbaji kwa nafasi zao, kila mmoja kama waimbaji walivyosema, hakuna hata mmoja ambaye yumo huko kanisani ambaye Mungu hakumuita. Kila mmoja hapa ameitwa na Mungu na yupo kwa ajili ya kusudi la Mungu na yupo kwa ajili ya kutimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatizo ni kwamba wengi wapo kanisani lakini hawajui wajibu wao. Hapa mhubiri anasema kwamba mkumbuke Muumba wako kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Kumbe kuna siku zilizo mbaya mbele yangu na mbele yako ambazo hutafanya chochote. Narudia, kuna siku zilizo mbaya mbele yangu na mbele yako ambacho sitaweza kufanya chochote. Mkumbuke Muumba wako. Kila mmoja mkumbuke Muumba wake. Mahali ulipo, kila mmoja kuna namna ambavyo Mungu amemuweka awe. Waimbaji wametufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Waimbaji wametufundisha. Hebu twende haraka. Najua tu utaelewa nini ambacho Roho Mtakatifu amekusudia leo uweze kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Yeremia, Yeremia, naomba usikilize kwa makini. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 48. Nitasoma ule mstari wa 11. Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya stara zake. Nimesoma kwenye kitabu cha Mhubiri, kule nitarudi baadaye. Sema amen. Sema amen. Kule nitarudi baadaye. Moabu anasema hivi, tarudia maneno haya. Kwanza nitaanzia mstari wa 10. Na alaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaniwe auzuaye upanga wake usimwage damu. Yeremia hapa tunakwenda kiroho. Hazungumzii juu ya mapanga yale unayofahamu wewe ambayo watu wanakatana. Mapanga ina maana kwamba kiroho au katika neno la Mungu ni upanga. Tena ukataa kuwili. Neno la Mungu ni upanga. Sasa anasema hivi, alaniwe mtu ambaye afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kama unafanya kazi ya waimbaji wanapopanga mikakati, wanapopanga mipango ya kuweza kuifikia Dodoma, ya kuweza kufanya kazi, mchungaji anapopanga mipango, maana yeye Mungu anashusha maono kutoka kwake, analeta kwake yeye kama kuhani. Maana Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, yani ukisoma kitabu cha Zaburi 133 anasema kwamba mafuta yanashuka kichwani kwa Haruni, yanaposhuka kwenye kichwa cha Haruni yanakuja, Bwana Yesu asifiwe sana, mpaka kwenye ndevu zake, utawala wake ambao Mungu amempa, mpaka kwenye mavazi yake, na maana huku kote ni huduma mbalimbali ambazo zipo ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapoleta maono kwa mchungaji wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana, Zakayo Charles, Mungu anapoleta maono juu yake, kuna watu ambao maono kwao yanakwenda na shuka. Mungu analeta maono kwake, lazima yataanza kutambaa kwa wazee wa kanisa, lazima yataanza kutambaa kwa mashemasi, lazima yataanza kutambaa kwa waimbaji, lazima yataanza kutambaa baadaye kwa kanisa lote, kwa kina baba na hata kwa kina mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba mnisikize kwa makini kwa muda huu. Haleluya. Anaposema kwamba na alaniwe mtu afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Na kule katika kitabu cha Mhubiri amesema ya kwamba inatupasa kuzifanya kazi zake kabla siku haijaja siku zilizo mbaya. Na anasema hivi,